Kitabu cha Luka sura ya 17. Mstari ambao tumesoma ni 17. Na mstari huo unasema, Yesu akajibu akanena, hawakutakaswa wote 10? Wale 9 wako wapi? Ukweli wa mambo ni kwamba kanisa hili la Kiadventista ni kanisa ambalo ni tajiri sana. Kama wale 9 wangerudi kushukuru. Lakini la kushangaza ni mmoja tu ambaye anarudi kushukuru. Kwa watu 300 walio katika kanisa, ukipiga asilimia ya watu ambao wanatoa vizuri, ni asilimia karibu 1 kati ya 10. So watu 9 hawapo katika nafasi ya kushukuru, kwa sababu kwao ni deni ambalo Mungu ako nao kwao, hawahitaji kushukuru. Lakini singependa kuanzia hadithi hiyo. Ningependa kuanzia hadithi ya mjane mmoja. Mjane, kitabu cha Wafalme wa kwanza sura Wafalme wa pili sura ya 4, Wafalme wa pili sura ya 4 mstari wa kwanza na kuteremka. Mimi ninapohubiri sihubiri ambalo huwezi kulielewa, na sihubiri mafungu mengi. Mimi sana napenda kuchukua context ya kitu fulani, nazungumzia hilo, na ukifuatilia hilo fungu utapata kuelewa mambo mengi yaliyo katika kila fungu, kwa sababu kila neno ambalo limeandikwa katika Biblia lina umuhimu wake. Hamna neno ambalo linaanguka bure. Kwa Kizungu ama kwa Kiswahili nasema sura ya 4 mstari wa kwanza, basi mwanamke mmoja miongoni mwa wake za wana wa manabii alimulilia Elisha, akasema, mtumishi wako mume wangu amekufa, nawe unajua ya kuwa mtumishi wako alikuwa mcha Mungu. Yaani mtumishi wa Mungu anakufanga, kwa lugha ya Kiluya. Mtumishi anakufanga. Lakini huyu mama tunaambiwa kwamba alimkimbilia Elisha, tumwambia kwamba mtumishi wa Elisha ameweza kufa, naye alikuwa mcha Mungu. Nao unajua, huyu mwanamke anaambia Elisha, unafahamu vizuri kwamba huyu mtumishi alikuwa mcha Mungu, na aliyemdai amekuja ili ajitwalie wana wangu 2 kuwa watumwa. Kwamba watumishi wa Mungu wanakuwa na madeni. Huyu mtumishi wa Mungu alikuwa na deni, alikuwa na mtu ambaye anamdai, na huyu mtu ambaye alikuwa anamdai alikuwa amekuja kuchukua vijana wake waweze kuwa watumwa. Yaani kumbe watumishi wa Mungu wanakuwa na deni. Kumbe wacha Mungu wanakuwa na deni. Biblia inasema huyu mama anamulilia Elisha. So she needed this woman. Huyu mwanamke alikuwa anahitaji alipe, lakini hakuwa na pesa. Akamulilia Elisha amsaidie ili aweze kupata namna ya kulipa deni. Sijui ni wangapi ambao hapa wako na loan ya bank na wameshindwa kulipa, na wanamwendea pastor kumwambia kwamba pastor, tafadhali uniombee nione namna ya kulipa hii deni ya bank. Sasa huyu mwanamke anamwendea mtumishi wa Mungu. Huyu mwanamke hakumwendea mganga. Huyu mwanamke hakuenda kwa watu wengine wenye wanatoa tena loans. Hakuenda huko. Huyu mwanamke alimwendea Mungu. In other words, this woman cried to the Lord through the prophet to assist her. Wakati unapitia changamoto zozote katika maisha yako, wewe unamwendea nani kwanza? Unamwendea Mungu ama unajaribu kutatua mwenyewe, ndio Mungu anakuja kama last resort?
last option. Wakati ambapo umejaribu, umegonga mwamba, unasema sasa hii sasa ni ya Mungu, hii sasa si yangu. Sasa Elisha anamuuliza. Elisha akamwambia, fungu la pili, nikufanyie nini? Niambie, una kitu gani nyumbani mwako? Akasema, mimi mjakazi wako sina kitu nyumbani ila chupa ya mafuta. Unajua kuna watu wakiwa na deni, wamama akiwa na deni, alafu apate kuna mzee hapa ambaye ana uwezo wa kumlipia deni. Mzee ambaye si mume wake, lakini mzee ama kijana ana uwezo wa kulipa deni. Ana uwezo. Mmoja ni wa watoto, mwingine ni wa kulipa deni. Na sio mmoja, hata wawili watatu. Ninafanya my masters last year nilikuwa Nairobi, AUA. Na kwa neighbors hapo, nikaambiwa wamama wenye wako hapo ni wamama tupu, wajane, wazee wako. Kwa sababu gani? Ni wamama waliamua kwamba yeye anaolewa na mzee, anahakikisha mzee amemwandikia jina lake kwa title ya shamba, kwa logbook ya magari, na amehakikisha kwamba ameweka yeye ndio beneficiary. Baada ya kumalizana na mzee hivyo, anatafuta namna zote kumuondoa duniani. Alafu anatafuta mzee mwingine, anafanya same business. So wamama wako hapo ni matajiri, lakini wazee hawako. So huyu mwanamke badala ya kwenda kwa mzee ambaye anaweza msaidia kulipa deni, anamwendea mtumishi wa Mungu. Mwambia, niko na deni, namuuliza nikufanyie nini? Swali ambalo wazee wengi wanauliza. Mama anapokuja umsaidie kulipa deni, namuuliza nikufanyie nini? Alafu mama anasema, nisaidie kulipa deni. Unamuuliza, na mimi utanifanyia nini? That is the question we ask. Elisha anamuuliza, niambie, una kitu gani nyumbani? Akasema, mimi mjakazi wako sina kitu nyumbani ila chupa ya mafuta. Mungu anataka ulipe deni ukitumia kile kidogo ulicho nacho. We owe God so much. Tuko na deni kubwa sana la Mungu. Kama angedai tuweze kumlipa kila mmoja kulingana na baraka ambayo amekupea, tungelipa pesa nyingi. Sasa kuuliza, una nini mkononi mwako? Tulisoma asubuhi hapa, Deuteronomy nasema usiende nyumbani mwa Bwana mkono. Anamaanisha kila mmoja wetu ana kitu. Anaposema usiende mkono mtupu, inamaanisha uko na kitu. In fact, vile ambavyo internet imekuja, TikTok imeingia, Facebook na WhatsApp, every day you are using more than 20 shillings every day kununua bundles every day. Lakini that amount 20 shillings ukiaccumulate every week, it is more than 100 shillings. But when you bring 100 shillings kwa Mungu kwa wiki, it means in a month ni 400 shillings. Kama kila mmoja angetoa 400 shillings per month for God, vile ambavyo unapea Safaricom, then Mungu angekuwa amemaliza injili duniani. Lakini Safaricom gets more than what God gets. Musa anaulizwa Exodus chapter 4 verse 2. Anasema, mimi sina uwezo wa kwenda kuongea pamoja na Farao. Kamwambia, uwezo uko nao. Kamuuliza, una nini mkononi mwako? Hicho ulicho nacho mkononi mwako ndio uwezo ambao Mungu amekupa. Una nini mkononi mwako? Huo ndio uwezo. Mwambia, tupa hiyo fimbo chini. Fimbo ikawa nyoka. Kwa mwambia tena uishike kwa mkia. Karudi kwa fimbo. Kumwambia, huo ndio uwezo.
What do you have in your house? Ni nini ulicho nacho mkononi mwako? Hicho ndicho Mungu anataka kutumia kuweza kubariki. Naomba tafadhali mchana usikose, kwa sababu Windows of Heaven, hayo mahubiri nilipokuwa nikiandaa, sio mahubiri ambayo imehubiriwa anywhere. Yaliniguza mimi mwenyewe nikiandaa, yaliniguza. But Roho aliponiambia kwamba nisungumze kwa hii nyingine, nikasema nitatii. Kulisha watu 5,000, wanafunzi waulizwa, muna nini mkononi mwenu? Wanasema hatuna kitu, lakini kuna mtoto hapo tuna packed lunch. Huyo mzazi, mimi natamani sana nikifika mbinguni niweze kuona huyo mama ambaye alipea packed lunch kwa mtoto kuenda Yesu akifundisha. Unajua ilikuwa ni packed lunch ya mtoto. Alimpea kumwambia enda kusikiliza, ukisikia umesikia njaa utumie. Na mtoto hakuwa mchoyo. Mtoto alipeana packed meal yake. Na Yesu akafanya meal kidogo. What do you have in your house? Ni nini ambacho uko nacho mkononi mwako? Unajua kuna watu hapa vijana wanangojea kanisa iwachangie kufanya harusi. Shame on you. Hasa kama utachangiwa dowry, kulipa mahari ati kanisa ituchangie. Hiyo ni aibu. It means you will not be able to feed this woman you are going to marry. God is asking you, what do you have in your hand? That is what you want to use to bless you. I am writing a book. I'm writing a book. Mimi nikioa, I only use 300 shillings kupata ng'ombe. 300 Kenyan shillings kupata ng'ombe za kuoa. So one of the chapters kwa hiyo kitabu inazungumzia vile nilipata bibi kwa kutumia shilingi 300. I'm writing a book. Now, Elisha anapoambiwa, anamuuliza una nini? Anasema niko na mafuta kidogo imebaki. Elisha anamwambia uko na deni. Si uko na deni? Nataka tena uongeze deni. Anataka ongeze deni, ako na deni na anataka aende kuongeza deni. Mwambia sasa deni ya pili unaenda tena, you go and borrow. Enda uombe tena sasa vimitungi kiasi ambacho unaweza. Biblia inasema not a few. In other words, huyo mwanamke angeamua apate mafuta yenye anaweza supply supermarket hata kama ni 100 angepata. So the limit for the blessings this woman was to get ilikuwa determined with a heart faith to God. Namwambia akasema, mstari wa 3, nenda ukaazime vyombo huko nje kwa jirani zako wote. Unajua jirani wako wote ni kiasi gani? Jirani wako ni kama dunia nzima. Those are your neighbors. So long as wako karibu na wewe, hata kama distance ni 1,000 kilometers away, unaanzia na wale wako karibu zaidi, but still they continue to be your neighbor. Don't worry. So namwambia ndio wazile vyombo. Wazile vyombo vitupu. Usiazime vyombo vilivyo na mafuta ndani yake. Hapana. Alafu anamwambia wala usiazime vichache. Don't ask for just a few. Imagine anaambiwa usiulize kitu kidogo. Don't just ask for a few. Nasikia kuna mwimbaji mmoja aliimbia rais wetu Moi wakati alikuwa president. Kondian. Aliimba Kondian, alitumia Kondian vizuri. Akamwimbia rais. Na rais akafurahi akamwambia kwamba I want you to ask one thing from me that you want me to do. Kwa sababu umeimba vizuri sana. Unajua yule mtu aliomba nini? Alimwambia uniagizie Kondian kubwa. A bigger Kondian so that niendelee kuimbia watu. Useless request.
from a president who can give you even land. Mtu ambaye anaweza kukupea hata gari, unamwomba kondia. And that's what we are doing. Mungu anawasema uliza chochote ambacho unataka na unaomba kondia. So Elisha made this woman commit herself in faith to God's provision. She was already a debtor, and Elisha told her to borrow, and not just a few. Then alipoomba akarudi kwa mtumishi wa Mungu, nimeomba, kumwambia sasa ingia ndani ya nyumba yako. Go inside and shut the door behind you. That is verse 4. Kisha uingie ndani ukajifungia mlango wewe na wanao, ukavimiminie mafuta vyombo vile vyote, navyo vilivyojaa ukavitenge. Elisha hakuanza kuhesabu kwamba umeleta vyombo ngapi. Hiyo aliacha kwa imani ya huyu mwanamke. Kama aliamua kuomba vichache juu yake, lakini provision ya Mungu alipeana vyombo vyote ambavyo utaomba. Hiyo ni hakikisho vitajaa. Viwe ni 10, viwe ni 1000, viwe ni vyombo milioni 1, hivyo vyombo vitajaa. Kwa mafuta gani? Kale kadogo ambacho kiko kwa chupa vitajaa. And that's what we are doing. Tunaomba vyombo vichache. Lakini jambo anaambia Elisha, anamwambia ingie kwa nyumba wewe na watoto wako. God wants to do something for you individually. Mungu anataka kufanya jambo fulani kwa maisha yako wewe binafsi na watoto wako. Sio kwa jamii yote ujumla. Wewe na watoto wako. So God may want to do something for you that doesn't involve anyone else. A lot of time miracles take place behind closed doors. Miujiza nyingi inafanyika milango ikiwa imefungwa. Kisoma kitabu cha Marko sura ya 5, Jesus raised Jairus' daughter from the dead after he cleared the room of the hecklers and scoffers. Yule msichana wa Jairus aliponywa, aliweza kufufuliwa baada ya Yesu kufukuza watu wote kutoka kwa nyumba. Kabaki yeye tu na wale wazazi. Wakati Peter alifufua Dorcas, alifukuza watu. Kitabu cha Matendo sura ya 9. Alifukuza watu wote, kabaki na Dorcas na akamfufua. So when you want God to do something for you, miraculous, you may have to send out doubters. Lazima ufukuze watu ambao wana shauku kwa uwezo wako. Kuna watu hapa ambao wameahidi watatoa zaka kiasi fulani kwa mwaka mzima. Watatoa sadaka ya makandi kiasi fulani kwa mwaka mzima. Jirani yako anaposikia ukimwambia unataka kutoa 50,000, nakwambia hiyo mama uwezi. Hiyo afadhali tu useme 10,000. Ukisema 100,000 utafika kweli. Na kanisa lote linahitaji 150. Wewe unataka kutoa kwani upende yako yote? Doubters. Wenye wako na shauku. Wanaona hawezi fika. So lazima ufukuze watu ambao wana shauku kwa uwezo wa Mungu katika maisha yako. Mungu anataka afanye muujiza kwako mtu binafsi, sio kwa kundi. Kwenda mbinguni ni mtu binafsi. Alafu anamwambia pour it on to those vessels and set aside the ones which are full. So Elisha anamwambia haka kachupa huko nacho, kwa sababu mafuta ambayo mwanamke alikuwa nayo ni ya for ordination, sio mafuta ya kupika. It was oil for ordination. Ndio anamwambia sasa haka kachupa, imagine kachupa cha 100 grams unataka kuanza kumwaga mafuta kutoka kwa hiyo 100 grams kwa 20 liters
jerrycan. That is faith. Na unamwaga inapita 100 grams kwa kibuyu ya 20 liters. Unamwaga inapita 1 liter. Unaona bado inaendelea kujaa. Na ukiangalia kwa hapa chupa kadogo, bado mafuta iko ndani inaendelea kumwagika. Unajaza 20 liters. Wakati umejaza 20 liters, unasema weka kando. Niletee ingine. 20 liters ingine. Unaweka kando. Paka container zote ambazo walikuwa wameagiza zikajaa. Faith of the highest order. But 3 points here. Elisha made the woman to do the feeding. Elisha alikuwa na uwezo wa kuagiza kutoka mbinguni. Baada ya mwanamke kuomba vibuyu vije, Elisha alikuwa na uwezo wa kuagiza mafuta ya mwagika hapo yajae mara moja. He was able. Vile ambavyo Yesu alifanya divai. Walijaza mitungi maji, divai ikabadilika tu, maji ikabadilika au divai mara moja. Lakini Yesu hapa Elisha anamwambia you need to do this. So yeye mwenyewe mwanamke alikuwa anahitaji aweze kumwamini Mungu. Ndipo miujiza iweze kufanyika. Unahitaji muamini Mungu. Muujiza kama huu kufanyika katika maisha yako, lazima muamini Mungu. Jambo la pili. Ile chupa alikuwa nayo ndogo, ilikuwa inahitaji iweze kuendelea kumwaga kwa chupa kubwa. Continuous pouring. Yaani katika maisha yetu kuna wakati unafika unaanza kuchoka kwa utoaji wako, unaanza kuchoka. Unahitaji uendelee kumwaga. Number 3. The vessels that the woman borrowed had to be empty. A full Christ is for empty sinners. Yesu ambaye amejaa mzima ni kwa ajili ya mwenye dhambi ambaye hana utupu, mwenye hana kitu. And so long as we are empty sinners, then Jesus is ready to fill us. Ako tayari kuweza kutujaza. Verse 5. Verse 5 inasema sasa huyu mwanamke basi akamwacha Elisha, akajifungia mlango yeye na wanao. Hao wakamletea vyombo naye akavimimina. Mama ako kwa nyumba na watoto wake amefunga mlango na ako shua. Elisha ako wapi? Elisha ako wapi? Ako nje ya mlango, nje ya nyumba. Ako nje. Ako shua kwamba mtumishi wa Mungu ambaye ameniambia niingie nifunge mlango ako nje. Elisha hakutaka aingie na huyu mwanamke kwa nyumba, ndipo wasema kwa sababu Elisha alikuwa hapa ndio sababu mafuta ilikuja. Unajua kuna wamama hapa wanafikiri kwamba maombi yao yanajibiwa kwa sababu ameenda kwa yule mama wa kijiji ambaye anajua kuomba. Ama ukisikia ubora na kuja Nakuru, unafunga virago, unaacha mzee, hata mzee ukataza. Unasema tunaweza kwa sana, bora niende kwa ubora. Kwa sababu unaamini kwamba peke yako huna imani ya kutosha kuweza kufanya muujiza katika maisha yako. Elisha anamwambia, this miracle can happen without my presence. Na the truth, mafuta yukataa kuja kwa sababu Elisha hakuingia kwa nyumba. Mafuta ilianza kumwagika. Mafuta ilianza kumwagika. Then verse 8, verse 7. After the miracle, she went back to God. Sidhani kama mmesikia hili. Baada ya muujiza kufanyika, alirudi kwa nani? Kwa Mungu. Baada ya wewe kupokea muujiza, unaenda kwa nani? Wengine wanaenda Mombasa kwa Kasho.
mahali ambapo magari makubwa yanauzwa. Anasema nimetembea kwa miguu kwa muda mrefu, Mungu amenionekania. Mtu amepata kazi, nimekaa maskini kwa muda mrefu, wacha nishukuru mwili, wacha nifanye sherehe. Tunatumia 100,000 kufanya sherehe, anamletea Mungu 1,000 kwa bahasha, na anasema hata hiyo Mungu ashukuru kwamba nimetoa. God needs to appreciate kwamba hata hiyo 1,000 hata ni bahati amepata hiyo 1,000. Hadi ni bahati Mungu amepata hiyo 1,000 na 99,100,000 umepeleka wapi? Kwa sherehe yenye unakula leo, kesho unaenda msalani na mwili inabaki kuwa size hiyo ambayo ilikuwa. So she went and told the man of God, and he said, you know, Biblia imeacha hapo hanging. Yule mwanamke alienda akamwambia mtumishi wa Mungu. Hatujaambiwa alimwambia nini, lakini nasikia sasa mtumishi wa Mungu anamwambia sasa, chukua hayo mafuta, enda uuze na ulipe deni. Mtumishi wa Mungu akamwambia, unajua tumefanya kazi na wewe, kwa hii kazi tumefanya, umepata vibuyu ngapi? 100. Sasa utanipea 10 kwa sababu mimi pia sema nimekusaidia. Biblia inamwambia enda ukauze hayo mafuta na ulipe deni. Alafu anamwambia you and your sons can live on what is left. For how long hatujui, wataishi na ile ilibaki, lakini anaambiwa ile imebaki utaishi na hiyo ambayo imebaki. But baada ya muujiza, huyo mwanamke alirudi kwa Yesu. Picha kwa mtumishi wa Elisha. Baada ya wewe kupokea muujiza, unaenda kwa nani? Mwaka mzima ambao umepita, unataka kwenda kwa nani kushukuru? Kama Shaa ingekuwa ni mtu, ungeenda kumshukuru kwa sababu ulikuwa mgonjwa, kwa hiyo ward wa kulipia pesa zote ambazo ulikuwa unahitajika. Kama wanalipa, sijajua vizuri kama wanalipa bado. Sehemu ya pili, hiyo ni moja ambayo inasema unapobarikiwa tafadhali kumbuka aliyekubariki. Ya pili ni ya New Testament, kwa sababu unasema unajua hiyo pastor, hiyo mambo ilikuwa kwa Agano la Kale na ilipita na wakati. Sasa hivi Mungu afanye muujiza, lazima ungangane peke yako. Tuenda Agano Jipya. Luka 17 mstari wa 11 hadi 19. Biblia inasema as he was going into a village, Jesus used to be in the village. Yesu alikuwa anapenda sana kwenda vijijini. Na wakati alipokuwa akienda vijijini, 10 men who had leprosy met him. Wanaume 10 waliokuwa na ugonjwa ukoma wakakutana pamoja naye. They stood at a distance. Wakasimama kwa umbali. And they called out in a loud voice, Jesus, Master, have pity on us. Wakatoa sauti ni kama wanakapiga nduru, wakisema, Yesu, Mwana wa Daudi, tafadhali tuonee huruma. Verse 15. Verse 14 nasema Yesu akawaambia, enenda mkajionyeshe kwa makuhani. Elisha alikuwa mtumishi wa Mungu. Na hapa Yesu anawaambia, mimi ni Yesu ndio, lakini sitaki kuwafanyia jambo lolote kama mjaenda kuona makuhani. Enda mkajionyeshe kwa makuhani. Wanaenda kujionyesha kwa makuhani kama baada hawajapona. Yesu hakuwaponya akawaambia sasa mmepona, enda kujionyesha kwa makuhani. Hapana. Aliwaambia nenda mkajionyesha kwa makuhani wakiwa na ukoma. Na walipokuwa njiani wakienda, wakapona wote 10. Wote 10 walipona.
wakiwa njiani. Vile walitambua kwamba wamepona, mimi sijui, lakini walipoangalia, kila mmoja aliangalia mwenzake, wakapata wamepona. Na natumai kwamba wale 9 walianza kurukaruka wakishangilia kwamba wamepona, sasa wanaweza ishi maisha ya kawaida. Lakini yule mmoja alipojitazama akasema, hii kurukaruka kwa hawa ndugu zangu, mimi afadhali niende niruke mbele za Yesu aliyenituma. Verse 15 nasema, one of them when he saw he was healed ran home. Biblia inasema hivi. Came back. Glorify God. Came back. Alirudi kwa Yesu. He came back praising God in a loud voice. Unajua, niliwaambia walipouliza Yesu awaponye, waliuliza kwa sauti kuu. Wakati huyu mmoja amegundua ameponywa, alirudi akimtukuza Mungu kwa sauti kuu. Lakini sisi tunapoponywa, sauti inapungua. Wakati ulikuwa unaomba msaada, sauti ilikuwa juu. Na kuna watu wako aina hiyo by the way kati yetu. Kuna watu ambao ni ndugu zako. Wakati walikuwa kwa changamoto, walikuwa wanatoa sauti kuu wakiomba msaada wako. Lakini walipobarikiwa, sasa hivi wanakula vinono Nairobi na Mombasa na nchi za ng'ambo. Wanasema hii ni bidii yangu. Nakula jasho. Lakini ukiangalia vizuri, kama jasho ingepimwa tangu uzaliwe, unakula jasho ya wengine. Unakula jasho ya mama yako. Unakula jasho ya baba yako. Jasho ya ndugu zako. Unakula jasho ya mchungaji wako ambaye alikutulea wakati ulikuwa mdogo, ulikuwa unaenda kanisa. Ulikuwa unakula jasho lake. Sasa wakati umefaulu, nasema nakula jasho langu. He threw himself, verse 16. He threw himself at Jesus' feet and thanked him. Biblia inamaliza inasema, and he was a Samaritan. Mbona Biblia inatuambia kwamba alikuwa Msamaria? Kwani kutuambia juu ya Msamaria kwa hadithi kama hii inatusaidia nini? Ninataka kukuambia kwamba wale wengine 9 walikuwa Wayahudi kama Yesu. Walikuwa wanajua kwamba Yesu anaendelea kulipa deni lao. Yesu alikuwa analipa deni. Kwako Yesu anaendelea kulipa deni ya kukuumba, ndio sababu haurudi kumshukuru kwako wewe. Ni kwa nini haurudi kumshukuru Mungu wewe? Kwa sababu wakati ulikuwa unahitaji msaada, wakati ulikuwa mgonjwa kwa wodi, ukasema Mungu, ukiniondoa kwa hiki kitanda, kile kitanda changu cha nyumbani nitakipeleka kanisani. Nitakuwa nalala kanisani maisha yangu yote. Lakini ulipopona, unakuja saa 5 kanisani, saa 6, na unasema huyu mhubiri akifika saa 6:30 kama hajamaliza, na ulifika saa 6, mimi naondoka. Unabeba bagi unaondoka, sababu mhubiri ameenda muda mrefu for only 30 minutes. So huyo jamaa na furaha anasema kwamba he went back to Jesus. He threw himself, akaanguka miguuni pa Yesu na akamshukuru. Na yeye alikuwa Msamaria. Jesus asked, were not all 10 cleansed? Where are the other 9? Has no one returned to give praise to God except this foreigner? Then he said to him, rise and go. Your faith has made you well. Yaani Yesu analia. You know that ikizungumzwa kwa lugha ya kulia, Yesu ni kama Yesu analia hapa, anauliza, yaani haya mambo nimekufanyia miaka yako yote.
You don't see any reason why you should come back to me and thank God. Hata kama utanishukuru mimi Yesu, lakini hata mshukuru Mungu. Hata kama utanishukuru, shukuru Mungu. Hata kama mtashukuru Pastor Philip ambaye anafanya kazi hapa, hata kama mtamshukuru, even if you don't have to appreciate what he's doing, why can't you appreciate God? You know how expensive your breath is, your free oxygen. Mtu ambaye amepitia oxygen hapa ndani yetu, mwenye alipelekwa hospitalini akaambiwa kwamba unapewa pumzi, alikuwa anahesabiwa hours. Every hour ni pesa, na hiyo pesa ilikuwa inapatikana, nyingine hata ya kuuza shamba, bora ukuwe hai. Lakini uweze kuuza shamba hata ya kuleta kanisani ukiwa hai, uone kazi ya Mungu ikisonga. So Jesus asks, where are the other 9? Hilo swali Yesu aliuliza wakati ule, bado linaulizwa hadi leo. Na linaulizwa kwa makanisa, linaulizwa pale nje, linaulizwa kila mahali. Unaposoma Biblia, hili fungu unapolisoma, hilo swali unaulizwa. Where are the other 9? Je, hakuna yeyote ambaye alirudi isipokuwa tu huyu mtu ambaye ni foreign, mtu ambaye hata si Mkristo? You know, kuna lesson, kuna mission reading tulisoma 205. The year 2005. Hiyo lesson ilikuwa inazungumzia mama mmoja alikuwa anaitwa Milka. Mnakumbuka ya hadithi? Huyo mama hakuwa Mwisraeli, lakini alikuwa anarudisha zaka na sadaka kila wiki. Wapi? Kwa treasurer wa kanisa la Adventist. Na hakuwa Mwisraeli. Huyo mama. Na siku moja akapea mtoto wake zaka na sadaka apelekea treasurer. Alipopelekea treasurer hiyo sadaka, akapata treasurer hayupo, akaachia mtoto. Mtoto akachukua zile pesa akaziweka mahali pazuri ili kwamba isipotee. Akasahau kwamba alikuwa anahitaji ape mama yake, ili mama yake alikuwa mama ambaye ametoa receipt. Baada ya wiki mbili, mama Milka anauliza treasurer, mbona sijapata receipt yangu? Sikuje kanisani ndio, lakini mimi zaka yangu natoa kila wiki. Mbona sijapata receipt? Ndio Milka akaenda kuuliza msichana wake, nilikutuma, ulipeleka zile pesa, ulipeleka? Mwambia ndio nilipeleka. Zilienda wapi? Kasema nilipea mtoto wa treasurer. Huyo mtoto aliziweka mahali. Mtoto alipoulizwa akasema kweli pesa nilipata, lakini nimesahau niliweka wapi. Sasa wakaamua, huyo treasurer na huyo mama Milka wakaamua kuosha hiyo nyumba kabisa, kusakanya kila mahali na takataka waweze kuzichoma. Wakasanya vitu kwa nyumba hapo zote, wakaenda wakachoma. Hawakupata hizo pesa. Lakini baada ya moshi kuisha, walipoanza kutoa moshi, sasa kutoa zile vitu vimebaki, wakapata zile pesa mama alikuwa amefunga kwa karatasi. Hazikuchomeka hata noti moja. Zilikuwa zote vile zilikuwa. Mama akashukuru Mungu, akaandika ile story ambayo unaona kwa lesson pale nyuma, the year 2005. One of the story ni ya Milka kwa July, ambayo si Mwadventista. Wakati wa Adventista hawana haja ya kutoa, kuna mtu pale nje ambaye si Mwadventista anataka kuweza kumtolea Mungu. Yesu anauliza, hakuna watu ambao walikuja kunitolea tena shukurani isipokuwa huyu foreign? Hakuna watu. Unafikiri ungefanya nini kama ungetambua kwamba Mungu ndiye amekuponya?
ungefanya nini? Unafikiri mwaka huu vile ambavyo tunaenda kuingia kwa makambi, unafikiri kuna kitu chochote ambacho unaweza kumshukuru Mungu kwacho kwa mwaka mzima ama hakuna? Wangapi ambao wanafikiri kuna kitu wanaweza kumshukuru Mungu kwa kati yetu? Good. Kila mmoja ana sababu ya kumshukuru Mungu. But the lessons we have learned here are many. One, unapokuwa na hitaji, kimbia kwa Mungu. Run to God first. Number two, acknowledge what you have received from God. Number three, use the opportunities you have. The woman we have talked about, she used the opportunities ya majirani. Vibuyu hazikuwa zake. Alitumia opportunity ya majirani, na nafikiri alipomaliza kuuza mafuta, alipokuwa akirudisha vibuyu, kukuwa mtu msafi na mzuri na mwenye nia njema, nafikiri alibakisha mafuta kidogo kidogo kwa zile vibuyu akirudishia wenyewe. Kumbuka hadithi ya Bunwasi, wakati mmoja aliomba sufuria na alikuwa mjanja, kwa anataka hiyo sufuria kwa yake. Akashukuru jirani sana kwamba hiyo sufuria ilinisaidia sana, na ile sufuria nilipewa mjui ilizaa. So akampelekea na kasufuria kingine kadogo. Kwa sufuria imefanya nini? Imezaa. Siku ya pili akaenda jirani, anamwambia nataka unisaidie sasa hizo sufuria mbili. Jirani akafurahi kwamba sasa zitakuwa ngapi? 4. Siku iliyofuata jirani anakuja anamwambia ile sufuria ilikufa. Hiyo jirani akachukua hiyo sufuria. Kumwambia anajua chochote kinachozaa kinakufa. Tena sema, you apply, use the opportunities you have. Tumia opportunities ambazo uko nazo. By the way, makambi ya mwaka huu, sijui kama mmejua timu yake. Nimeenda mbele, I've gone ahead. Kwa sababu key text ya makambi ya mwaka huu kutoka West Kenya Union Conference ni, that is the text we have read. 2 Kings chapter 4 verse 2. Hiyo ndio key text. Na the theme ya makambi, chanione hapa. Yes, nasema I will go maximizing opportunities for wealth creation. Maximizing opportunities for wealth creation. Focus kwa miaka 5 ambayo imepita inaitwa Kingdom, tulikuwa na vitu 5. Moja hapo ya mwisho ya mwaka huu ambao tunaingia election ni financial independence. That was the last goal. Financial for the first 5 years. So ya mwisho ndio hii inaitwa financial independence. Ni kwamba wewe kuwa maskini ni kwa kupenda kwako. Kama uko na mikono miwili na miguu miwili na unaweza zungumza, kuwa maskini ni kwa kupenda kwako. Opportunities iko kila mahali. So use the opportunities. So maximizing opportunities for wealth creation, kutengeneza mali. Number 4, apply the rule of success. In other words, God could have inspired the prophet Elisha to fly full jars of containers with full oil kuja kwa hii mama. Vibuyu ingeanza kumwagika kutoka mbinguni ikiwa imejaa mafuta tayari. Lakini Mungu anamwambia kwamba sheria yangu ni kwamba kila ambacho uko nacho ndio unatumia kutengeneza utajiri. Uko na nguvu, ndio tumia nguvu zako kufanya utajiri. Uko na shamba, ndio tumia shamba lako kuweza kutengeneza utajiri. Kila ambacho uko nacho ndio anataka atumie aweze kubariki. Number 5, believe in God's plan. The number of jars in the room indicated the size of the faith of the woman and her children.
The miracles will not extend beyond the boundaries of their faith. The sky is the limit for those who believe. Miujiza ambayo ilifanyika ya mafuta ilitegemea vibuyu walikusanya. Kama wangekusanya nyingi, ingekuwa mafuta mingi. Wangekusanya kidogo, mafuta ni kidogo. So kila ambacho unapata inategemea na imani yako kwa Mungu wako. Kama unaamini kwamba Mungu hawezi kukupea gari, ukweli Mungu hawezi kukupea gari. Kama unaamini anaweza kukupea, anakupea gari. Number last, always run to God even after the blessings. When the jars were full, she went and told the man of God. Instead of going straight to the debt, badala ya kuenda moja kwa moja kwa soko kuenda kuuza, alirudi kwa Mungu. Kupita kwa mtumishi wake akamwambia, enyewe zile vibuyu zimejaa. Nifanye nini sasa? What next? Zimejaa. Umejenga nyumba umemaliza. Haukuja tu kwa pastor mwambie, pastor, ile nyumba nilikuwa najenga vile tulifanya ground breaking, nimemaliza. Tufanye nini sasa? Kwa sababu ni nyumba ya nyasi ulijenga ama ya mabati na matope, unasema hiyo pastor hawezi ombea. Mimi nikiwa na Kongo district, hata nyumba ya mabati ukimaliza tunaiombea. Sio permanent. Mungu anasema tuombee nyumba at the house blessing, nyumba zote. Sio kwamba umenunua gari second hand sasa hiyo huwezi ombea. No. Hata kama ni pikipiki inaombewa. Hata kama ni baiskeli unaombea baiskeli. Hata kama ni ng'ombe umenunua, unaita pastor anaombea hiyo ng'ombe. So the woman went back. Hakuweza kuenda moja kwa moja sokoni kuuza. She ran back to God first. Wakati umepata mshahara wako wa kwanza, kuna wale waliajiriwa mwezi huu, utaenda kwa nani kwanza? Ni hoteli kubwa, upigie moyo pole. Mwili wako mwambie pole, umeumia kwa muda mrefu. Uende kwa soko ununue kiatu, usema viatu ya 5,000 sijai nunua, at least Mungu amenionekania sasa. Kiatu ni 10,000. Nguo ni ya 15,000. Unajua kuna nguo hapa town zinauzwa 15,000. MCAs ndio wanapita hapo sana. Na wale wako na sponsors. Ng'ombe yake imezaa. Unamshukuru Mungu ama unaenjoy kwanza haya maziwa? Unafanyaje? Kitu ya kwanza unafanya ni gani? Mtoto wako huku umemuomba pesa lakini ametuma 50,000 kwa simu yako, imeingia pap. Unasema nini kwanza? Unasema hata itoshi. Deni ilikuwa nayo ni 100,000. Hii ametuma 50,000 sasa. Unamuuliza, si ungeongeza ikuwe hata 70? Hata yeye ametumia 50, si ushukuru kwanza? Na sio yeye peke yake, unashukuru hata Mungu. Huko na deni ndio 100,000, lakini 5,000 hiyo kati ya hizo bado ni 8. So bado unapunguza na unabakisha deni bado inabaki. Lakini Mungu anajua bila ambavyo ataleta mafuta. So huyu mama na yule mtu wa ukomo wanatufundisha mambo kadha. Hayo mambo tukiatilia maanani, kanisa yetu itakuwa sawa. Zaka na sadaka unapopata, unapobarikiwa, the way you run to God first, kumuomba akubariki. Huyu ambaye amekubariki, kimbia kwake unapopata. Wacha Mungu awe wa kwanza baada ya kubarikiwa, na awe wa kwanza kabla ya kubarikiwa. Kama kweli makambi yetu yamekuwa yanawekwa msisitizo kwa utoaji wetu, pesa zipatikane za kutosha kupeleka watumishi wa Mungu nje na kuhubiri, tungekuwa tumefika mbinguni. Lakini kwa sababu wale tisa wako msituni, wale 9 walielekea kuona makuhani, wale 9 sijui hata kama walifika kwa makuhani ama walienda nyumbani, sijui. Lakini huyu mmoja ndiye bado amesimamisha hili kanisa.
Hiyo mmoja, that one person ndiye mpaka amefanya kanisa hili la Talaibon liko kiwango hiki. Mmoja tu. Huyo mmoja ndiye amefanya kanisa letu la Main Prison huko limesimama. Mmoja tu, mtu mmoja. 9 hawako. So kama 9 walikuwa wote wawe 10, makanisa yangesimamiwa yalikuwa mengi. Lakini kwa sababu ni mmoja tu ambaye anarudi kushukuru, kanisa limebaki hivi. Unaanza kuimba, unauliza Mungu, utakaa mbali mpaka lini? Mbona kumetuchosha hivi kukawia? Utatujia lini ili tufurahi? Unaimba wimbo huo, lakini wewe ni mmoja wa wale 9. Lakini unaimba huo wimbo si wako. Huo wimbo ni wa yule mmoja aliyerudi kushukuru. That is the man who should be singing that song. Ecclesiastes chapter 5 verse 4. Finally, nasema, when you make a vow to God. When you make a vow to God, ukiahidi Mungu, umetoa nadhiri mbele za Mungu, unasema Mungu, ukiniondoa kwa hii changamoto ambayo nimepitia mwaka huu, mwaka ujao ukue afadhali. Uliomba mwaka jana, ukasema mwaka 2025 ukiwa afadhali, basi Mungu nitakutolea vitu vyangu vyote. Na baada ya mwaka kufanikiwa uliopita, sasa hivi uko msuri. Haurudi afternoon, hautoi zaka na sadaka, makambi hauna mpango, wageni wakuuliza utaishi wapi, hauna mpango wa kuinua mkono. Unasema nyumba yangu ni nyumba yangu na watoto wangu. Sitaki watu wakuje kusumbua kila asubuhi, maji moto, chakula hiki sikuli, niongezee. Hatutaki watu hao. Lakini mambo uliopita ulisema Mungu, ukinibariki, I will do your work. Nitafanya kazi yako kweli kweli. Na ni kweli unaendelea kufanya kazi yake kweli kweli nyumbani kwako. Sio kanisani. So anasema ukitoa nadhiri mbele za Mungu, do not delay to fulfill it. He has no pleasure in fools. Fulfill your vow. Nasema Mungu afurahii watu ambao ni wajinga. Mtu ambaye anapeana ahadi na hatimizi. Kuna watu hapa ambao wamepeana ahadi by the way kwa makambi. Wamesema mimi nitatoa 5,000. Na ndani yake hapo sure anasema hii tu nilikuwa nataka elder afurahi kwamba hata mimi nimetoa. Lakini hana mpango wa kulipa. Hana mpango. Anasema mimi wataka tu waone kwamba iko hapo kwa makaratasi. Lakini hata lipa. Mungu anasema hana furaha kwa watu wajinga ama wapumbavu ambao wanatoa nadhiri na watimizi. So utoa nadhiri ukiwa unataka kutimiza. Sasa Mungu anauliza watu walikuwa 9. Walikuwa 10, lakini 9 wamepotea. Hawa watu 9 ambao wamepotea, ukisikia Mungu anauliza where are the 9, inamaanisha anawatafuta. He is looking for them. And he will not rest. Mungu hatapumzika mpaka atakapopata hawa watu 9. Hawezi choka kutafuta mpaka watakapopatikana ama mpaka Yesu arejee. Atazidi kuwatafuta. Aidha wakatae milele mpaka mlango ifungwe kwao, lakini Mungu yeye hataacha kuwatafuta. So kama umekuwa ukijificha kwa muda mrefu bila kutoa zaka, sadaka, kujitoa kwa kazi ya Mungu, kutoa nyumba yake itumike kwa ajili ya wageni, kutoa vyakula ambavyo Mungu amekubariki navyo ambavyo umbo wanakula vizuri kuliko hata majirani, vitumike kwa kazi ya Mungu. Kama hutaweza kutoa, bado unatafuta. Mpaka utakapotoa ama ulale makaburini na kuenda jehanamu, hapo tu ndio sauti utaisikia. Hautasikia ukitafuta, lakini kama bado uko hai, the 9 wanatafuta. Mungu anataka sisi wote tuje kwa huyo mmoja. The one who came back to appreciate. That's where God wants us to be. Na kama watu wangekuwa wanarudi na sauti kushukuru, na sauti vile waliuliza kwa sauti, then tungekuwa tumeenda mbali. So nataka niweze kuona wale ambao kati yetu
wamekuwa kati ya watu 9 kwa muda mrefu, lakini leo hii wanataka waweze kuwa kati ya yule mtu mmoja ambaye alirudi kushukuru. Wasimame. So hata watoto wetu wadogo, mama akikupea kitu ama atakupea, mwambie mami, nataka kitu ya kwenda kushukuru Mungu nayo. Anakupea kitu yenye unaenda kushukuru Mungu nayo. Kuwa na afya, kuwa na wazazi, kuwa na watu wanakupenda sio jambo la kawaida. Kuna watoto hawana wazazi, kuna watoto hawapendi vile mnapendwa. Unahitaji kushukuru Mungu. Vijana wetu hutajiriwa ndio, lakini vile unaomba mama yako bundles kila siku, 50 shillings bundles, basi unahitaji pia utumie hiyo roho ya kuomba mama yako 50 shillings bundles, kumuomba sio kwa bundles sasa, kwa ajili ya utoaji. So sisema hujaajiriwa, you are earning every day. Our youth, they are not employed but they are earning every day. In fact, others are earning more than 3,000 per month. Kutoka wapi? Mama, baba anawapea kila siku kwa bundles ambazo ni za TikTok, ambazo ni za internet, lakini hamwezi kuomba za kushukuru Mungu na we change. Nashukuru kwa kusimama. So kama umeandika jina lako kwa kanisa lako, ukimshukuru Mungu kwa yale ambayo amekutendea mwaka mzima, hatutaki kusema ni pesa ngapi. Kila mmoja unajua umbali Mungu amekutoa na familia yako. Mungu wewe unajua. Mungu, wewe na Mungu wako unafahamu. Muujiza ni wa mtu binafsi. Muujiza bado inatendeka, lakini ya mtu binafsi. Goal ambayo umewekea ya 150 sio limit. That is the minimum. You can go beyond. Unaweza pita hapo. Unaweza enda mpaka 500,000. Kutegemea kila mmoja. Mmoja anaweza amua alipe yote 150. Si kwamba inamaanisha sasa hao wengine wamefungiwa nje, hapana. Mnaruhusiwa bado kuenda zaidi ya 150. Hata kama watu watatu watatoa 150, that's 450. Bado unakiamua kutoa, unaweza toa zaidi ya hapo. Unaweza fika hata milioni. Hii imewekwa ya chini, lakini juu, the limit is the sky. So bila umesimama, naomba tafadhali kwa hisani ya Mwenyezi Mungu ambaye anatafuta watu wale 9 washukuru. Tafuta treasurer wa kanisa lako. Tafuta elder wa kanisa lako. Mwambie kwa sababu ya kile Mungu alizungumza leo, nataka nimshukuru kwa kutoa pesa kiasi fulani, kwa kutoa nyumba yangu itumike wakati wa makambi, kwa kutoa mboga kwa ajili ya wageni, kwa kutoa kila kitu ambacho unataka kutoa kwa ajili ya Mungu, kumshukuru. Kwa hiyo mtu binafsi, usiende kama mkundi, msianze kuulizana mimi naona nitoa nini. No, it's you and your God. Uende kwa treasurer, uende kwa county chairman, uende kwa elder, uende kwa kiongozi yoyote ya kanisa. Kama utafikia kati au wengine umesema, mwambie nataka kushukuru Mungu. Andika jina lako na kitu ambacho unataka kumtolea Mungu. Wiki ijayo wata-update, utangaza kutoka hapa mbele mmefika kiwango gani. Ikiwa imepita, bado endelea kila Sabato kwa update, iendelee kupita kwenda juu mpaka ifika mahali ambapo Mungu anataka. Mungu anataka kutenda muujiza juu yetu. Kila anataka ni kile kwamba kama ulianza na yeye ulipokuwa na hitaji, kwa sababu mbarikiwa, rudi muweze pamoja na yeye. Tuombe. Baba na Mungu wetu, tumekuwa kati ya kundi la wale watu 9 kwa muda mrefu, na sauti yako ya kututafuta bado haitaweza kukoma hadi tutakaporejea, kwa sababu kazi yako haijakamilika. Na ni asante kwa sababu umeongea pamoja nasi mchana wa leo, na umetuita kwamba tujiunge na kundi la yule mtu mmoja ambaye alikuwa Msamaria, hakuwa Myahudi, lakini aliona muhimu wa kushukuru.
Mungu wetu, bila tumesimama hivi, shetani anaweza taka tena turudi kuketi. Tunaomba bila tumesimama hivi, tukiwa na roho ya kuweza kukushukuru, kila mmoja atafute namna ya kufikia treasurer wake ili ajiandikishe kila ambacho atakushukuru kwacho, kwa yote ambao umemtendea kwa mwaka mzima. Si wazazi tu, vijana wetu hata kama hawajaajiriwa, hela zozote wanazozipata kutoka kwa wazazi, hiyo ndio mshahara yao, watoe kwa ajili ya kazi yako. Hata watoto wadogo waweze kutoa kwa ajili ya kazi yako. Bila wanaagiza mabaiskeli, toy nzuri nzuri, hizo pesa zinatumika kununua hizo toy na baiskeli, kiasi zitoke pale kwa ajili ya kushukuru. Asante Bwana, kwa sababu makambi haya hayatakuwa kawaida tena kama makambi yamepita. Yatakuwa ni makambi tofauti kwa ajili ya utukufu wa jina lako na roho nyingi kuokolewa kwa ufalme wako ujao. Tubariki, tuongoze tunapoenda kwa mankuli ya mchana, turejee kuzungumza nasi neno la mwisho kwa siku ya leo. Hebu Mungu wetu, yoyote asiweze kurejea nyumbani na kukaa, bali wote tuwe hapa kujifundisha kwako, katika jina la Yesu mwombezi wetu. Amen.